katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, tunakutukuza kwa kuwa ni mwema, ni mfalme mwenye nguvu, ni Mungu usiyeshindwa, ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu unayetutunza. Unataka ibada katikati ya mioyo yetu. Ndio maana unasema, kwa sababu tunautumainia ufalme usioweza kutetemeshwa, na tukutolee ibada ya kukupendeza, ibada yenye kicho, ibada yenye unyenyekevu. Unaitaka ibada kwenye mioyo yetu. Mungu, asante kwa jioni nzuri, asante kwa neema, asante kwa kibali. Bwana, tunasema asante, tunakushukuru. Roho Mtakatifu, tunaomba utufundishe tena, tunaomba useme nasi tena. Sema nasi kwa lugha nyepesi, tukusikie na tukuelewe. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tumekuomba na kukushukuru. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Haleluya. Shangilie tena Yesu. Haleluya. Tunaweza kuketi, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Awali ya yote namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na kibali ambacho ametupatia. Ni siku ya pili ya kongamano na semina mahali hapa. Tunazidi kumtukuza sana Bwana Yesu kwa namna ambavyo anazidi kutuhudumia. Kwa kweli tunazidi kubarikiwa, tunazidi kunenepa. Halafu nikianza kuangalia nyuso za watu, jamani, hatukuja hivi, naona nyuso zinazidi kutakata. Bwana asifiwe. Mheshimiwa, si ujipongeze kidogo mheshimiwa. Msalimia wa kushoto na kulia, mwambie mheshimiwa, umependeza. Hongera sana. Hongera sana. Mungu awabariki sana baba mchungaji Aidan na baba mchungaji Peter. Kwa kweli tunashukuru sana kwa uwepo wenu na tumefarijika mno. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Chituzi. Mungu akubariki sana. Mungu atubariki sote ambao tumefika tena siku nyingine kwa ajili ya kumpa Mungu utukufu. Bwana asifiwe. Basi tunaendelea na somo ambalo tulikwisha kuanza jana na sitaweza kurudia maana muda hautoshi. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Nguvu ya imani iletayo matokeo chanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongozwa na Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 16. Neno ambalo limebeba ili kongamano na ule mstari wa 24. Lakini jana nikakwambia napenda tuanze 22. Injili ya Yohana 16 24, lakini napenda tuanzie mstari wa 22. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya Yesu Kristo anatamka, anawaambia wanafunzi wake, na jana tulieleza kwa brefu kidogo na sikipenda kurudia sana. Maneno haya Yesu anawaeleza wanafunzi wake. Amekwisha kufanya kazi. Isaya, naomba usichoke kama nilivyokuambia jana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
amekwisha kufanya huduma, amekwisha kufanya huduma ndani ya miaka 3, anapaa kwenda mbinguni. Wanafunzi wake wanaanza kuhuzunika ndani ya mioyo yao. Wanakumbuka namna walivyotembea na Yesu, wanakumbuka namna ambavyo alipata kuketi pamoja nao, namna alivyopata kufufua wafu, alivyopata kupoza waliokuwa ni wagonjwa hawawezi, wale vipofu wakapata kuona, alivyowaambia kwa habari ya mimi napaa naenda kwa Baba. Walianza kuhuzunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yao walianza kuhuzunika. Yesu anasema kwamba basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna aondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Nikakwambia kwa lugha nyingine Yesu anamaanisha nini? Anasema nilikuwepo pamoja nanyi, nimekaa pamoja nanyi ndani ya kipindi hiki chote, lakini sikuwahi kuona mtu ambaye ananiomba. Zaidi sana mlikuwa mnalalamika, zaidi sana mlikuwa mnaleta shida, lakini kuwa hamniombi mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli, kwa sababu walikuwa nafika hatua wapita katika changamoto, walikuwa wanapiga kelele, walikuwa wanapiga kelele, lakini walikuwa hawaombi, walikuwa hawaombi. Unakumbuka siku wako katika boti, niongezee sauti kidogo, wako katika boti, kile chombo kinataka kuzama, wakaanza kulalamika, una nini? Umelala? Bwana Yesu asifiwe. Halafu Yesu akaamka, akaukemea ule upepo, ile dhoruba ikatulia, safari ikaendelea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakuwahi kuona kama kuna mtu anamuomba, lakini alikuwa anaona kuna malalamiko, kuna complaints. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hata sasa sikuwahi kuona kama ameniomba. Msihuzunike kwa sababu natoka katika umbo la mwili, lakini nitarudi tena na kuwa pamoja nanyi katika roho. Bwana asifiwe sana. Na nikakwambia kwamba ile kusema kwamba napaa, naondoka, naenda kwa Baba, haimaanishi sisi ni yatima. Kama Yesu alipaa, kwa maana kwamba sisi tunaishi hatuna Yesu sasa? Hapana. Mbona nasema kwamba mtu akinikiri, mtu akinikubali, mtu akiniamini, mimi na Baba, ule utatu utakaa ndani ya huyo mtu. Mbona bado hajaja Yesu mara ya pili? Alikuwa anamaanisha kwamba ninabadilisha tu mfumo, ninabadilisha tu umbo, ninatoka katika physical form, ninatoka katika umbo hili la kuniona, halafu nitarudi katika roho, nitakuja kuwa pamoja nanyi. Lakini nitakaporudi katika roho na kukaa ndani yenu, hata lugha ya mawasiliano itabadilika, hata lugha ya kupata kuzungumza na mimi itabadilika. Hamtakuja kuniuliza tena kitu chochote, lakini password ndio hii, mtaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mna njaa, lugha ya mazungumzo, utapiga magoti na kupata kuomba. Lugha ya mazungumzo, utafungua kinywa na kupata kusema. Kwa hiyo ile staili tena ya kubeba wagonjwa na wengine kuwapitisha kwenye dari, huo mfumo umeisha. Bwana asifiwe. Huo mfumo umefanyaje? Umeisha. Akiwepo mgonjwa, mtanena, mtaita kwa jina langu, mimi nitaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni dhahiri alikuwa anawapa namna ya kupata kutembea na yeye, namna ya kupata kuishi na yeye katika mfumo wa mabadiliko. Walizoea kumuona na ndio maana walihuzunika. Lakini Yesu anasema sitowaacha peke yenu, mbona nitakuwa pamoja na nyinyi tu.
lakini mimi nitakuwa napatikana rohoni. Bwana asifiwe. Lakini mimi nitakuwa napatikana rohoni, na sharti unataka kuniona, ingia rohoni. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana mahali pengine nasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na katika kweli. Na wale wote ambao wanamwamini Kristo Yesu na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanakuwa na uwezo wa kuishi katika mwili na kuishi katika roho kwa wakati mmoja. Hebu mheshimiwa jishangilie katika hilo eneo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana wewe ni mtu muhimu sana na ni mtu hatari sana kwa shetani, maana wewe sio wa kawaida. Yaani una uwezo wa kutembea katika mwili na una uwezo wa kutembea katika roho. Na ndio maana unapookoka, jina lako linapoandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni, uwe na uhakika wewe ni raia wa mbinguni, lakini unaishi hapa wapi? Zubuni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna mahali ukifika unaanza kuzungumza kwa lugha ya mbinguni. Baba ninakushukuru, Baba ninakushukuru, asante kwa wema wako. Watu wengine wanaweza wakafikiri umechanganyikiwa. Sio umechanganyikiwa, unatumia lugha ya kimbingu ambao ulimwengu hawezi kukuelewa. Lakini huo ndio mfumo ambao paswe. Anasema hamjaomba neno kwa jina langu. Hamjaomba neno kwa jina langu. Yamkini ukipita katika changamoto, unapeleka matatizo tu, unapeleka kilio tu, haupeleki maombi kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tunaelewana kidogo. Imani ni kitu gani? Nikasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayoonekana kiroho. Bwana asifiwe sana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayoonekana rohoni, yanayoonekana katika ulimwengu wa roho, lakini mengine tunayaona katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ile ya Ibrania 11 na ule mstari wa kwanza. Ibrania 11 na ule mstari wa kwanza. 11 na ule mstari wa kwanza unaposema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nikasema mtu wa rohoni, mtu ambaye Yesu yuko ndani yako, hakuna tena yatarajiwayo. Nikasema Ibrania hiki anachozungumza, anazungumza matukio ya Agano la Kale. Anazungumza wakina Ibrahimu, anazungumza wakina Isaka, anazungumza kwa habari ya kina Henoko, anazungumza kwa habari ya kina Elia, anazungumza kwa habari ya kina Rahabu, anazungumza habari za kina Nuhu. Wale wa Agano la Kale walitarajia kumwona Masihi, lakini wakafa, hawajaziona zile ahadi. Sisi leo tuko Agano Jipya la damu ya Yesu. Tuko na yeye aliyetarajiwa. Tuko na yeye atoaye baraka, ambao amekwisha kutoa baraka kwa njia ya msalaba. Haleluya. Kwa hiyo hatuishi tena kwa kutarajia, tunaishi tukiwa na uhakika ya vitu vinavyoonekana rohoni na vingine tunavyoona mwilini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema nini kinatufanya mpaka tumwamini Bwana Yesu? Kwa kwenye Agano Jipya tunaona, kwenye Agano Jipya inahusisha vitu vyote viwili, mambo yote mawili, yale tuliyoyaona na kuyasikia. Yale tuliyoyaona na kuyasikia, hiyo ndiyo imani ya kwetu. Na nikakwambia kwa nini kinatufanya mpaka tumwamini Bwana Yesu. Wakorintho wa kwanza, utaenda kusoma kwa wakati wako, ni faida tu kwa wale wa jana wasiokuwepo jana. Wakorintho wa kwanza 15:1 hadi 4, utaona anazungumza kwa habari huyu Yesu. Paulo anawaambia watu wa Korintho kwamba huyu Yesu alikufa, alizikwa, alifufuka, na hiyo ndiyo imani niliyoshuhudia na nyinyi mkaipokea. Hapo ndipo imani yetu inatimilika, maana tunamwamini Kristo, yeye ambaye alikufa, yeye ambaye alizikwa na siku ya tatu akafufuka, na huo ndio ushindi wetu, na hiyo ndiyo imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana
Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini tuzungumze kwa habari ya nguvu ya imani iletayo matokeo chanya? Unaweza ukawa unaamini nadharia lakini sio imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakwambia kwamba imani ziko nyingi sana, lakini imani ndani ya Kristo Yesu ni imani inayotuletea matokeo chanya na ya ushindi. Utasoma Ibrania 12:1-3 ambapo pale anazungumza jambo muhimu sana. Anasema, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema huwezi kuwa mtu wa imani yenye matokeo chanya mpaka uijue misingi ya mwanzilishi wa imani yako. Huwezi kuwa mtu wa imani yenye matokeo chanya mpaka uijue misingi ya mwanzilishi wa imani yako. Na unaona hapa katika Ibrania 12 anatuambia kitu muhimu sana. Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Tukimtazama Yesu. Kwa hiyo imani yako kama imejengwa katika misingi ya Kristo Yesu, yeye aliyekufa akazikwa akafufuka, hawezi kutembea na jina la mtu, hawezi kutembea na jina la mtumishi, hawezi kutembea na jina la nabii wako, hawezi kutembea na jina la mchungaji wako, hawezi kutembea na jina la apostol wako, hawezi kutembea na jina la mtu unayemheshimu sana. Maana unayemheshimu sana, ipo siku naye ni mwanadamu, anaweza akapungukiwa, anaweza akateleza, lakini ukisimama msingi wako kwa Yesu, yeye hakuwahi kutenda dhambi, bali alijaribiwa akateswa, lakini hakutenda dhambi, na ndio maana akaitwa kuhani mkuu, maana wengine walifeli. Leo unatembea na majina ya watu, unatembea na majina ya watumishi wa Mungu. Tembea na jina la Yesu, na tunaomba kwa jina la Yesu ili yeye apate kusimama katika maisha yako. Kwa hiyo chochote ambacho unatamani kitokee katika maisha yako, ukiomba kwa jina la Yesu, kuna vitu vinatokea. Ukiomba ndoa inatokea, ukiomba uchumi unatokea, ukiomba kwa habari ya afya anakurejeshea afya, ukiomba kwa habari ya uchumi anasema mimi ndimi Bwana nikupae nguvu ya kupata utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye tunapaswa kuelekeza imani zetu. Hata kama mtumishi unayemwamini akaanguka, utabaki kusimama na Yesu. Haleluya. Wale wanaopendaga kupiga simu kwa wachungaji, njoo niombe, hata mchungaji anaya kwake mzee, hata na yeye na magumu, yani ungejua wewe ndio ungeanza kumwombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini nazungumza? Nazungumza kwa habari ya tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuende katika mada ya leo. Leo natamani tuzungumze. Mmoja akasema, sasa mbona hautuambii uliishia wapi? Hebu ngoja tuende haraka. Hiyo ilikuwa ni pointi ya pili. Pointi ya tatu nikasema, kuambatana na mwanzilishi wa imani yako kutakufanya uimarike kiimani. Kuambatana na mwanzilishi wa imani yako kutakufanya uimarike kiimani. Tulisoma Mathayo 9:9. Tulimuona Mathayo, Yesu anamwita, anasema nifuate, na hakuuliza kwamba nifuate wapi tunaenda, akamfuata. Bwana asifiwe. Tukaangalia mfano wa kwanza, imani ya Ruthu. Tulisoma Ruthu 1:16-17. Wakati Ruthu anasema nitaambatana
wewe siwezi kukuacha. Sitaki kurudia hapo. Tukaangalia jambo lingine, mfano mwingine wa pili, imani. No, sasa hapa tunataka tuangalie. Hebu fungua nami Hesabu 14:21-38. Tuangalie mfano mwingine, imani ya wale wapelelezi wawili. 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 Fungua nami kitabu cha Hesabu 14. Hesabu 14 kuanzia aya 21. Anasema, lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu. Tunazungumza hapo dhambi ya kumjaribu Mungu. Wewe unaweza ukatembea na hiyo kitu tu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Hebu sema tena kuambatana. Sema tena kuambatana. Sema tena kuambatana. Narudia mstari wa 24. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake. Sema roho nyingine. Naye ameiandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Basi Mwamaleki na Mkanaani wakaa katika bonde. Kesho geukeni mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuane na mkutano mwovu huu uninung'unikiao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli waninung'unikiayo. Waambieni, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yao, jumla ya hesabu yenu tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hawa walionung'unikia. Hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Pige mstari huyo, Kalebu na Yoshua. 31. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta na kuwatia ndani, nao watajijua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40, nao watauchukua mzigo wa uasherati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hiyo siku mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena. Hakika yangu ndilo nitakaloutenda mkutano mwovu huu wote waliokusanyika juu yangu. Wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakakokufa. Kisha hao watu ambao Musa aliwatuma wapeleleze nchi, waliorudi na kufanya mkutano wote kumnung'unikia kwa walivyoleta habari mbaya juu ya nchi. Watu hao walioileta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema tena kuambatana.
kusimulia jambo muhimu sana ambalo liliwatokea wenzetu. Na Mungu akikupa kibali, nenda kasome kwa utulivu sana Wakorintho wa kwanza 10 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 12. Nimekwambia Isaya usichoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kusoma kwa muda wako Wakorintho wa kwanza 10 aya ya kwanza mpaka ya 12. Lakini anatukumbusha kwa habari ya imani. Tunakumbushana kwa habari ya imani, namna ya kuambatana na mwanzilishi wa imani. Tunaona namna ambavyo wana wa Israeli walitumwa wapelelezi 10 wavuke Yordani waende nchi ya Kanaani wakapate kupeleleza ile nchi. Musa anatuma wajumbe, anatuma wapelelezi waende wakapeleleze ile nchi. Walipoenda kupeleleza, katika wale watu 10, watu 8 walileta taarifa mbaya. Watu 8 walileta taarifa isiyokuwa na matumaini. Walileta taarifa iliyo ovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inamtaja Yoshua na Kalebu, wao walileta habari njema kwa habari ya ule mji, kwa habari ya wale watu. Wakasema ni kweli, hao watu 8 wakasema, wapelelezi 8 wakasema ni kweli, tumefika katika ile nchi. Ni nchi nzuri sana, ni nchi ambayo ina uoto mzuri, ni nchi ambayo ina ardhi nzuri, ina mabonde na mito, wote wamekaa vizuri sana. Lakini kwa kweli watu wa kule ni watu ambao tumewaogopa kabisa, na sisi tumejiona kama vipanzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa, Bwana Yesu asifiwe. Bosi, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sema tena taarifa mbaya, sema tena taarifa mbaya. Wale watu wakaleta taarifa mbaya, wanasema kwamba tumewaona yale majitu, tumeyaona, tumewaona Wanefili. Yani sisi tumejiona ni kama vipanzi. Mungu akaandika hawa watu hawanifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu hawanifai. Kwa nini? Ndani yao bado hawajaniamini. Na ikumbuke kwamba kutokuamini ni dhambi. Kutokuamini ni dhambi. Ukisoma kama tulivyoanza kusoma huku, utaona nasema 10 times, mara 10 hawa watu walimkosea Mungu dhambi ya kutokuamini. Hivi unaelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ya kutokuamini walimkosea mara 10. Ametuambia pale. Yoshua na Kalebu wakaleta habari njema. Wakasema ni kweli tumeingia katika ile nchi. Watu wa mahali pale tumewaona. Tumeona nchi ile, tumeona na viongozi wa mahali pale tumewaona. Lakini kwa kweli tunaweza kushinda bila shaka. Hebu sema ninaweza kushinda bila shaka. Sema tena ninaweza kushinda bila shaka. Sema tena ninaweza kushinda bila shaka. Inawezekana ukishika tumbo unaona kuna uvimbe na umekwambia tutakufanyia operation, lakini nataka nikwambie, ndembea na kauli ya kwamba ninaweza kushinda bila shaka. Leo natembea kwa miguu, lakini Mungu atanibariki, nitanunua usafiri wa kwangu. Ninaweza kushinda bila shaka. Inawezekana umekwambia huyu hatojenga, huyu ataishia kupanga tu. Sema ninaweza kujenga bila shaka. Sijasema useme amina, nimesema sema ninaweza kujenga bila shaka. Ninaweza kuishi bila shaka. Ninaweza kumtumikia Mungu bila shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakupendezwa na kutokuamini kwao. Mungu hakupendezwa na kutokuamini kwao. Yaani kuna mtu anaishi kimashaka mashaka tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni kweli hauna fedha, lakini kuna jambo lazima litokee. Linatokeaje? Piga magoti. Msii Bwana, amekupa password, piga magoti. Mwite yeye. Halafu toka pale utashangaa fursa za kazi zinatokea. Hata kama hujasoma, kuna kazi mtu anakuletea tenda. Inawezekana wewe ni fundi ujenzi, umekaa nyumbani mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, utashangaa unapokea simu nyingi mpaka hizo
hizo tena unashindwa kuzimiliki zote, unaanza kumpigana na rafiki yako. Aisee, kuna site pale, nendeni mkaanze kesho. Wewe nenda ukaanze pale. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kuona mtu mwenye imani. Yaani kuna watu wamekaa katika wokovu miaka 20, miaka 50, lakini hakuna matokeo chanya juu ya wokovu. Kuna watu wameokoka, lakini hata wanaoangalia hawaoni kama Yesu ameleta matokeo chanya kwenye maisha yako. Maana kila siku ni Jumamosi, kwako hakuna Jumapili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani watu wa mataifa wakisema jamani maisha ni magumu, jamani jua kali, na unasema jamani jua kali. Unajua kali unataka akupe baridi, si utakufa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jua kali unataka Mungu aondoe jua. Haleluya. Haleluya. Sema tena manunguniko. Sema tena manunguniko. Kitu kibaya sana. Iliwaua wana wa Israeli jangwani, wakamnungunikia Mungu. Lakini walimjaribu, kitu ambacho Mungu anakataa, habari ya kumjaribu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini taarifa mbaya? Walipoleta taarifa mbaya, Mungu hakupendezwa nao. Kwa nini? Kwa sababu yani ni sawasawa na dhambi ya kumjaribu Mungu, kwamba Mungu anashindwa na wanefili, anashindwa na yale majitu ambayo umeyaona. Ndio maana Mungu akaichukulia kama ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hamtaingia katika ile nchi, lakini Yoshua na Caleb nyinyi mtaingia. Kwa nini? Walileta habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi kuwa mjumbe wa habari njema. Ndio maana Biblia inasema kwamba kinywa cha mtumishi wa Mungu kisitoe laana, lazima kitoe baraka, lazima kitoe ushindi, lazima kitoe kufanikiwa. Haleluya. 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 Caleb na Yoshua walipata neema ya kuingia Kanaani, maana walileta habari njema yenye matumaini. Unaposambaza habari mbaya, ina maana unamdharau Mungu na unamtukuza shetani mwenye kuleta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoeneza habari mbaya, inamaanisha kwamba unamhubiri shetani. Maana Mungu wetu alete habari mbaya, maana Mungu wetu alete ubaya. Otherwise umemtenda dhambi. Anaweza akaachilia mkongoto kweli kweli, na tena yeye hapigi, anatuma wajumbe wake, maana hata shetani naye si mjumbe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa unafikiri kama Mungu akitaka kuadhibu atamtuma mchungaji? Si atatuma jitu fulani hivi chizi linakuja kuadhibu. Ni mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema tena kuambatana. Sema tena kuambatana. Haleluya. Haleluya. Naomba tusogee mbele kidogo. Andika kanuni za kumwamini Mungu na kuleta matokeo chanya. Kanuni za kumwamini Mungu na kuleta matokeo chanya. Fungua nami Ebrania 11. Ebrania 11. Ebrania 11. Kanuni za kumwamini Mungu na kuleta matokeo. Ebrania 11:6. Neno la Mungu nasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Yaani kama umekuja kwenye maombi, lazima upate kuweka imani kwa Mungu. Umeenda kufanya ibada, lazima uweke imani juu ya Mungu wa ibada. Unajua kwa nini ufalme wa giza unashinda katika maeneo mengi? Ufalme wa giza unashinda kwa sababu
anapoenda katika Mungu wa madhabahu ile, anaamini kabisa anaenda kutoboa. Mtumishi alikuwa anatupa ushuhuda. Bwana asifiwe. Mtu anapoenda kwa mganga wa kienyeji, anaamini kabisa anaenda kutoboa. Bwana asifiwe. Lakini ni tofauti na watu wa kiroho. Anapokuja kanisani, haamini kama anaweza ataka pona ugonjwa alionao, haamini kwamba anaweza akafaulu, haamini kwamba anaweza akafanikiwa, haamini. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Wamtafutao, haleluya. Wamtafutao Bwana, haleluya. Waheshimiwa, haleluya. Hebu mtikise jirani yako, mwambie jirani, unaamini? Jirani, unaamini? Au tunabadilisha tu benchi la kwanza tunanunua lingine, lakini watu hawaamini. Mchungaji anasema jamani, mabenchi yameisha, sasa tupitishe mchanga, lakini watu hawaamini. Haleluya. Kanuni za kumwamini Mungu na kuleta matokeo chanya. Kanuni ya kwanza ndiyo Waebrania 11:6. Unapomwendea Mungu katika maombi au katika ibada, muone kama yuko mbele yako, utaanza kupokea kitu kikubwa na cha tofauti sana. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Unapomwendea Mungu katika maombi au katika ibada, muone kama yuko mbele yako, utaanza kupokea kitu kikubwa na cha tofauti sana. Kanuni ya pili, lazima uone kuwa Mungu ni mtu. Lazima uone kuwa Mungu ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini watu wa ufalme wa giza wanafanikiwa? Kwa maana anapoenda kwa mganga anaonekana katika ulimwengu wa nyama. Kwa hiyo mtu anawekeza imani kwa kitu ambacho anakiona, na kwa asili mwanadamu waga na tabia ya kuamini kitu anachokiona. Haleluya, haleluya. Kwa asili mwanadamu waga anaamini kitu anachofanyaje, anachokiona. Na ndio maana leo unasalisha sala ya toba, kesho mieleka. Leo sala ya toba, kesho mieleka. Kwa nini? Unamtaja Mungu watu ambao wanaona kama ni kitu cha kufikirika, yani na ndio maana kuna mtu anaweza sema mimi natenda hii dhambi, kwani nani ananiona? Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu haonekani katika umbo la kawaida. Kanuni namba mbili ambayo nataka nikwambie jioni ya leo, lazima uone kuwa Mungu ni mtu. Kwa hiyo unapokwenda katika ibada, unapokwenda katika maombi, ona kama unamwendea mtu, umepiga magoti mbele ya mtu ambaye ni mkuu sana, ambaye hafananishwi na mtawala yoyote, ambaye hafananishwi na mheshimiwa yoyote. Unamwendea mtu mkuu sana. Angalia lugha ambayo unaizungumza mbele ya huyo mtu mkuu sana. Angalia unyenyekevu unaomwendea huyo mtu mkuu sana. Angalia namna unavyompa heshima huyo mtu mkuu sana. Nakwambia utaanza kupokea kitu cha tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na ibada yako itaanza kubadilika, na maombi yako yataanza kubadilika. Wakati umepiga magoti unaomba, ona mbele yako yupo mtu mkuu sana, unamwambia habari zako, na ni Mungu kweli anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini lazima uone kuwa Mungu ni mtu? Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuonyesha kwamba Mungu ana moyo, inatuonyesha kwamba Mungu ana masikio. Usianze kuniuliza habari ya sayansi yako mimi. Haleluya. Usiniulize habari sasa Mungu ana moyo ukoje, mimi sijui. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba Mungu ana moyo.
Mungu ana masikio, Mungu ana macho, halafu ana sifa ya omnipresence, ana sifa ya kuwepo kila mahali, na ndio maana akaitwa niko ambaye niko. Niko hapa, yupo nyumbani, yupo porini, yupo unakolala, yupo chooni, yupo mpaka kwenye baa yupo. Bwana asifiwe. Mpaka kwenye vijiwe vya madangulo yupo. Na ndio maana mtu akishafanya uovu, akimaliza, ghafla unashangaa machozi yanamtoka. Kwa nini yanamtoka? Roho Mtakatifu yupo, anamtafuta, anambembeleza. Na mwingine ukianza kumuuliza atakwambia kwamba mimi hiki ninachofanya, unafikiri nataka? Mimi sitaki kitu, lakini nimeshindwa. Mimi nadaiwa kodi, mimi nasomesha watoto, mume wangu alishafariki, mimi nimeshindwa. Wapo watu wanatoa hizo shuhuda. Lakini ametoka kufanya zinaa, ametoka kufanya uchafu, machozi yanamtoka. Yale machozi nani kampiga? Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yupo kila mahali, yupo. Naomba uniombee. Watasema mtumishi wa Mungu, naomba uniombee. Wewe unasema amelewa. Sio amelewa, tayari ndoano imekwisha nasa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sifa ya Mungu wetu. Lazima uone Mungu kama mtu, usione kama ni kitu cha kufikirika tu. Muone kama mtu, tena mtu asiyefananishwa na mtu mwingine yoyote, aliye mkuu sana, mwenye heshima nyingi sana, wala heshima yake haigawanywi kwa mtu mwingine yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaonyesha Mungu wetu pia ana hisia. Wakati mwingine anahuzunika, wakati mwingine anakasirika, wakati mwingine anafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kwa haraka Kutoka 4:14. Kutoka 4:14 anasema hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Kwa nini Mungu anakasirika juu ya Musa? Kwa nini hasira ya Mungu inawaka juu ya Musa? Inawaka juu ya Musa kwa sababu Musa anataka kukataa wito. Musa anatoa compromise. Musa anakuwa na visingizio vingi sana kwa habari ya utumishi. Mungu anamuita yeye, anakuwa na visingizio vingi sana. Maana nitajuaje ishara namuonesha? Maana nitatembeaje namwambia? Maana mimi ni bubu, Bwana siwezi kusema. Hasira ya Mungu ikawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi yetu, kanuni yetu ni ipi? Lazima uone kuwa Mungu ni mtu. Kwa hiyo nisipomwamini anachukia, nikitenda dhambi anakasirika, nikifanya ndivyo sivyo anaweza hata kunipiga, maana anapata hasira. Lakini zaidi bado Mungu ni wa rehema, anaweza akarehemu tena, anaweza kusamehe tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini namaanisha? Usimwendee Mungu kama mjinga. Usimwendee Mungu kama mjinga. Yaani Mungu yeye sio mjinga. Mungu yeye sio kwamba haelewi, anaelewa. Mungu yeye anaelewa vizuri sana kuliko mtu anavyoweza kuelewa. Inawezekana ulishaishi na mume wako miaka 10. Unasema mimi namjua mume wangu. Haujamjua bado, hiyo jengo hujaijua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haujamjua, ila Mungu anatujua vizuri. Mungu anatujua vizuri. Na ndio maana unapomwendea lazima umwendee kwa adabu, maana anakujua. Ukizuga anakujua. Ukidanganya anasema hapa umedanganya. Ukitoka kwenye ibada anasema hapa hata haujaniabudu. Ukitoa sadaka anasema hii sadaka uliyotoa hata ambayo mimi sijakupa utoe kwa siku ya leo. Kwa nini umeenda kama ulivyoenda jana?
Mwambie jirani yako sio kila siku Jumatatu. Mwambie sio kila siku Jumatatu. Na ndio maana kesho Jumapili. Wewe unafikiri kesho ni Jumamosi? Mwambie mheshimiwa. Mheshimiwa. Mwendee Mungu kwa adabu. Mwendee Mungu kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya tatu, kanuni ya tatu. Mungu ana masikio, anasikia. Mungu ana masikio, anasikia. Unapokwenda mbele za Mungu kwa ajili ya maombi, hizi ni kanuni za kumwamini Mungu na kuleta matokeo. Kanuni za kumwamini Mungu na kuleta matokeo chanya. Mungu ana masikio, anasikia. Kwa hiyo tukisema kwamba tusimame tuombe, unaposimama na kuanza kuomba, Mungu ana masikio, anasikiliza kila sauti ya mmoja mmoja, anasikiliza. Na hiyo sifa ni ajabu sana. Yaani yeye anasikia. Hapa tuko sio wangapi? Yeye Mungu anasikia. Anasikia kila sauti ya kila mmoja, hata kama tukiwa milioni moja, kila sauti yeye anasikia. Kwa yani unaposema omba, usipanue mdomo tu kila mmoja ajue kwamba huyu naona kapanua mdomo atakuwa anaomba. Usitamke kila neno. Bwana Yesu asifiwe. Anasikia. Kwa hiyo ukitamka neno lenye mashiko anasikia. Na ndio maana kuna maana sema leteni hoja zenye nguvu. Leteni hoja zenye nguvu, zenye mashiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Isaya 30:19. Isaya 30:19. Isaya 30:19. Kwa maana watu watakaa katika Sayuni, huko Yerusalemu. Wewe hutalia tena. Hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Asikiapo ndipo atakapokuja. Narudia tena. Kwa maana watu watakaa katika Sayuni, huko Yerusalemu. Wewe hutalia tena. Hakika yake atakuonea huruma, atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Asikiapo ndipo atakapokujibu. Asikiapo ndipo atakapokujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unaelewa haya maneno mawili tuliyosoma mwishoni? Haya maneno mawili anaposema kwamba kwa sauti ya kilio chako, asikiapo ndipo atakapokujibu. Mungu huwa hasikii kilio tu, bali kilicho ndani ya kilio. Kwa hiyo kama mtu anatoa machozi, Mungu anataka kuona kwa nini machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uamini kuwa Mungu anasikiliza maombi. Anasikiliza maombi. Yaani maombi ni mfano wa watu ambao wameenda wanafanya kazi. Hivi si unajua kuna zile kazi za kwamba unalipwa kulingana na kazi uliyofanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unalipwa kulingana na kazi uliyofanya. Kwa hiyo wewe ukifurunda kipango wako. Kama ni shamba ukilima hapa na hapa utafanya hicho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini kiuhalisia Mungu anasikiliza nini? Maombi. Angalia Malaki 3. Angalia Malaki 3, tuongeze tena hapo neno lingine. Malaki 3. Malaki 3. Tuanze na mstari wa 13. Malaki 3:13. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno gani? Tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Angalia Mungu anasema, mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani? Kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa
huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Hawa watu wana wa Israeli walikuwa na skendo nyingi sana, na Biblia, the Holy Book, ni Biblia ni kitabu kitakatifu sana, hakijawahi kuficha skendo ya mtu yeyote. Yaani alipotenda pumba, Biblia inasema ni pumba. Bwana asifiwe. Mtu alipotenda vizuri, ilisema, haijaacha, haijaficha. Kwa hiyo unasema kwamba Biblia bwana ina siri nzito, ina siri nzito kwa wale tu ambao sio wasiri za ufalme, lakini kwa wale wana wa ufalme hakuna siri nzito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani? Kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi. Hao watu walikuwa na complain, walikuwa wanalalamika sana. Tumepata faida gani? Tumemtumikia Mungu, tumepata faida gani? Mbona waovu ndio ambao mstari wa 15. Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam watenda uovu ndio wajengwao, naam wamjaribu Mungu ndio waponywao. Anasema mbona watu wenye kiburi ndio ambao wana uheri? Mbona watu wachafu ndio wanaozidi kubarikiwa? Mungu, kuna faida gani sasa kukutumikia? Mungu akasikiliza complaint zao. Alikuwa hawaombi walikuwa wanalalamika. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo tu ambavyo watu wanalalamika, mbona sisi ambao ni watakatifu tunakuja na fellowship, mbona hatuoni mabadiliko? Lakini jitu ni jizi, ni mwizi ndiye anayebarikiwa. Anaongeza na jumba la pili na la tatu na gari la pili na la tatu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 16. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia. Hiyo ndiyo huruma ya Mungu wetu. Unaelewa anachosema eh? Mungu alikuwa anawasikia. Wao kiukweli walikuwa hawamwombi Mungu, walikuwa wanalalamika. Lakini wakati mwingine Mungu wake anasikiliza hata malalamiko yetu. Bwana asifiwe. Hizo ndizo rehema zake. Sasa anasema akasikiliza, akafanyaje? Akasikia. Kwa hiyo kusikiliza na kusikia ni vitu viwili tofauti kulingana na huu mstari. Unanielewa sawa sawa? Kusikiliza na kusikia ni vitu viwili tofauti. Anaweza akasikiliza alafu asisikie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili yao, kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kitabu cha ukumbusho kikafanyaje? Kikaandikwa. Wale waliomcha Bwana, wale waliomcha Bwana, kitabu cha ukumbusho, kitabu cha kumbukumbu kikaandikwa. Kwa hiyo tunapokuwa tuko mahali hapa tunaomba, Mungu anasikiliza, anasikia, alafu anaweka note. Bwana Yesu asifiwe. Anachukua taarifa, anachukua taarifa, anachukua taarifa. Na ndio maana mwenzetu akasema kwamba sadaka zako na sala zako zimefika. Kila nikiangalia tunaona taarifa za kwako tu, taarifa za kwako tu. Unapoomba Mungu anasikiliza kile unaomba. Sasa ni hasara kama atasikiliza alafu asisikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni hasara kama atasikiliza alafu asisikie. Ni nini ambacho mwombaji anaomba? Ni nini ambacho mwombaji anasema? Mungu huwa anasikilizaga maombi. Mungu kusikiliza maombi ni hatua ya kwanza. Kusikiliza maombi ni hatua ya kwanza. B, na Mungu kusikia maombi yako ni hatua ya pili ya utendaji. Kwa nini? Kwa sababu najua kuna mtu anaweza akaenda mbele za Mungu
Nimekwambia Isaya usichoke. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isaya nimekwambia usichoke. Haleluya. Kuna mtu anaweza akaishia hatua ya kwanza. Mungu tu akaishia kusikiliza lakini asisikie. Kwa nini? Kwa sababu hajaenda na taarifa ambayo inamgusa Mungu. Si unajua katika makutano yaliyokuwa wamemzonga Yesu, watu wengi walikuwa wanamgusa. Wewe unafikiri kwenye makutano wanapita, walikuwa hawamgusi, walikuwa wanamgusa. Lakini yule mwanamke aliyotokwa na damu kwa muda wa miaka 12 alivyoenda kumgusa, akasema hapana, kuna mguso usiokuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tuko mahali hapa tunaomba Mungu anatusikiliza, lakini akasema katika kusanyiko la watu 100 nimewasikia watu 3 wanaomba, wengine sijasikia chochote. Itakuwa ni hasara kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi sana Mungu asikilize na akusikie. Anasema wanaomba hata mpati, maana wanaomba vibaya. Kwa hiyo kama mtu akiomba vibaya, Mungu ataishia kusikiliza tu alafu asikii, na maana hatendi chochote kutokana na kile ambacho mtu alikuwa anaomba. Kanuni ya 4, lazima uamini kuwa Mungu huwa anajibu maombi. Lazima uamini kuwa Mungu huwa anajibu maombi. Mungu huwa anajibu kwa njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho yake Mtakatifu anaweza akaachilia amani ya moyo. Kwa Roho yake Mtakatifu anaweza akaachilia huzuni ya moyo. Ukashangaa tu kuna huzuni ndani ya moyo, Mungu anasema na wewe, anaongea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akajibu kwa sauti ya waziwazi, japo ni nadra sana. Sema hii ni ya wachache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Anatumia Roho yake Mtakatifu, na ndio maana anasema katika Ibrania 10:16 kwamba nimeandika sheria ya roho uzima katika vibao vya mioyo yao, ndipo huaga na neno huko. Anaweza akakujibu kupitia ndoto. Sema pia na hii ni ya wachache. Najua ukiona Mungu anakutokea mpaka katika ndoto, yaani wewe masikio yako yananta, masikio ya rohoni yana nini? Ukisoma vizuri Ibrania 10:16 anasema nitaandika, hii ndiyo sheria, hii ndiyo agano nililoagana naye. Anasema nitaandika sheria yangu. Sisi tusome kwa haraka hapo. Ibrania 10:16. Ibrania 10:16. Hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo nani? Roho Mtakatifu, maana yupo ndani ya vibao vya mioyo yetu. Kwamba sheria ya roho uzima, tunatembea na sheria ya roho uzima. Badala ya zile mbao ambazo Musa hasira akazipasua kule, badala ya zile mbao sasa zile sheria zimehamia katika vibao vya mioyo yetu, na Roho Mtakatifu yeye yuko huko ndani. Sheria ya roho uzima inasema na sisi asubuhi, inasema na sisi mchana, inasema na sisi jioni, inasema na sisi usiku. Huko sokoni anasema na wewe, unapika anasema na wewe, unafagia anasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anasema na sisi. Lazima uamini kuwa Mungu huwa anajibu maombi. Mungu huwa anajibu maombi. Kanuni ya 5, lazima uamini kuwa Mungu huwa anatenda na yuko very active muda wote. Mungu lazima uamini kuwa Mungu huwa anatenda na yuko makini sana muda wote. Na ndio maana nasema kwamba yeye halali wala hasinzii. Yeye halali wala hasinzii. Yuko very active muda wote, yuko active muda wote. Mungu yupo makini
anatenda kwa wakati, anatenda kwa wakati mtimilifu ambao yeye ameuchagua atende kwako. Haleluya, haleluya. Ukielewa hayo, uwe na uhakika kila utakaloomba mbele za Bwana utajibiwa. Ukijua kwamba Mungu anatenda, lakini anatenda kwa wakati na majira, ukiamini hilo, uwe na uhakika kila unaloomba Mungu huwa anajibu. Washindi waseme amina. Washindi waseme amina. Waheshimiwa semeni amina. Haleluya. Nataka nikwambie jambo moja. Kazi mojawapo ya imani kwa mwamini ni kuachilia ulinzi wa nguvu za Mungu kwenye maisha yake. Kazi mojawapo ya imani kwa mwamini ni kuachilia nguvu ya ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako. Na ndio maana mtu aliyeokoka hana haja ya kuwa na bodyguard. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Utasoma kwa wakati wako Petro wa kwanza 1:3-9. Anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo kama unataka kuona nguvu za Mungu zikitenda kazi katika uchumi wako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, katika kila eneo, lazima uwe mtu wa imani. Lazima umwamini Mungu. Lazima uamini katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua kuna tofauti ya kuamini katika Yesu na kuamini kwa Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya kuamini katika jina la Yesu na kuna tofauti ya kuamini kwa jina la Yesu. Yaani pale tunachozungumza kwa katika ni vitu viwili tofauti. Biblia inasema kwamba hata mashetani yanaamini na kutetemeka, lakini hayajamwamini Yesu. Hivi unaelewa eh? Hata mashetani yanaamini Mungu yupo na yanatetemeka, lakini hayamwamini Yesu. Wachawi wanaamini nguvu za Mungu na wanatetemeka, lakini hawamwamini nani? Yesu. Hebu tengeneza imani yako. Amini katika jina la Yesu. Usiamini kwa jina la Yesu. Amini katika jina la Yesu. Yaani unapoamini katika jina inamaanisha kwamba na wewe upo katika hilo jina. Unajua katika, kwa wataalamu wa Kiswahili, walimu wa Kiswahili mtanisaidia, katika bila shaka kuna kihusishi. Kuna mwalimu yote hapa? Mwalimu, kineno katika kwenye Kiswahili, katika. Yes. Ninaamini katika hii nitashinda. Maana yake ni neno katika. Ni aina gani ya neno? Nomino, kivumishi, kihusishi. Kihusishi ya aina gani? Unajua vihusishi viko kama baina 9 au 8. Kihusishi kimilikishi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kihusishi kimilikishi. Ninaamini katika jina la Yesu, ambaye Yesu pia ni wa kwangu. Amina. Na kuna ile ninaamini kwa jina, yaani wewe unaamini kwa, lakini hata usiki naye. Na baadhi mwingine akasema kwa jina la Mungu, kwa jina la Mungu wa Paulo toka. Sema wewe ni nani? Who are you? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amini katika jina la Yesu kwamba yeye anazo nguvu. Eti katika ibada hata sijaiona nguvu ya Mungu. Hujaiona wapi wakati wewe ni kipofu? Hapa hawapo vipofu hapa. Hapa wote ni majiant wa Yesu. Mheshimiwa, jipongeze, jipigie makofi basi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaagana, nataka tu tupate muda, baadaye tupate kuomba. Nataka tumalizie kidogo. Hebu fungua nami Petro wa kwanza, waraka kwanza wa Petro 5:10. Haleluya. Bwana
Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kama unataka kuziona nguvu za Mungu, lazima umwamini Mungu. Lazima umwamini nani? Mungu. Lazima umwamini Mungu, utaanza kuziona nguvu za Mungu. Yesu akasema imani yako imekuponya. Kwa hiyo kama haujaamini, maana yake haujaponywa. Bwana asifiwe. Ndivyo alikuwa anawaambia. Anasema nenda zako, imani yako imekuponya. Yapo mapito kwa mwamini, lakini kuna ushindi katikati ya hayo mapito. Yako mapito kwa mwamini, lakini kuna ushindi katikati ya hayo nini? Mapito. Hakuna aliyemwamini Yesu halafu akabaki kushindwa. Hayupo. Sema tena hayupo. Sema tena hayupo. Waheshimiwa, mnaniangusha. Sema tena hayupo. Au somo kali nini? Sema tena hayupo. Aliyemwamini Yesu halafu akashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia katika waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote, waraka wa kwanza wa Petro 5:10. 5:10. 5:10. Petro anatuma huu ujumbe. Mungu ameachilia ndani yake kwa kinywa chake. Mungu anataka tupate kujua, tupate kufahamu. Huo ni waraka kwa watu wote, anataka wapate kujua. Na hapa sana sana alikuwa anaambia jamii ya waaminio, nyinyi watumishi wa Mungu ambao mnamwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro wa kwanza 5:10. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Naomba tusome wote kwa pamoja. Najua una Biblia yako. 1, 2, 3. Na Mungu wa neema yote. Tunafuta, tunaanza upya. 1, 2, 3 kwa sauti. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshangilie Bwana Yesu, kwa sababu yeye anatutengeneza na anatutia nguvu katika imani ambayo tumeamua kuamini, tumeamua kutembea nayo, tumeamua kuishi kwayo. Yeye anatutia nguvu. Nataka uone mambo kama matano kwa haraka kupitia huu mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna 1, 2, 3, 4, 5. Mambo kama matano. Jambo la kwanza, wito. Sema tena wito. Sema tena wito. Anasema kwamba na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Wito. Sema tena wito. Kwa hiyo lazima upate kutambua wewe tu ulivyookoka tayari uliitikia wito. Unafanya nini mimi sijui, lakini una kazi ya kufanya katika ufalme wa Mungu. Amina. 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 Kama haupendi kuona kanisa likiwa chafu, utakuja kufagia. Huo ndio wito nao. Bwana asifiwe sana. Sema tena wito. Ninazungumza kitu gani? Ninazungumza kwa habari ya yapo mapito kwa mwamini, lakini kuna ushindi. Baada ya hayo mapito kuna ushindi. Hatua ya kwanza ni wito. Mungu anakuita. Ulivyookoka uliitikia wito. Bwana asifiwe. Lazima ukae attention, lazima ukae makini kusikiliza nini anataka ufanye. Mmoja akasema mimi hata sijui Mungu aliniitia nini. Wewe alikuitia nini? Kile ambacho unataka kufanya ndio hicho hicho alichokuitia. Yaani katika ofisi ya Mungu, katika ofisi ya Mungu huwezi ukakosa kazi kwa eti mimi sina kazi. Kila mmoja ana kazi ya kufanya. Haleluya. Haleluya. Kila mmoja anayo kazi ya nini? Ya kufanya.
Mwingine yupo tu pale akichukua nondo anaiseti vizuri, ukuta unanyoka, alafu kesho unakuja kupiga na mapambio kanisani. Wito. Haleluya. Lakini mafundi, kama wewe ni muumini, basi usitupige sana bei kubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, mateso. Sema mateso. Yapo mapito kwa mwamini, lakini kuna ushindi baada ya hayo mapito. Jambo la pili, hatua ya pili kwenye habari ya mwamini, hatua ya pili, mateso. Yaani ukishaitwa kuna mateso, unaelewa? Anasema na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo. Haleluya. Hebu sema tena, kuteswa kwa muda kidogo. Sema tena, kuteswa kwa muda kidogo. Sema tena, kuteswa kwa muda kidogo. Sema hatua ya mateso. Waliosemaga kuokoka tambalale, sijui kama hivi sentensi wanaielewa vizuri. Bwana asifiwe. Lakini nasema mkisha kuteswa kwa kitambo kidogo. Kwa hiyo kama mwamini lazima ukubali. Haleluya. Lazima ukubali kuteswa kwa ajili ya Kristo. Na sisi tena, imani ya sasa hivi, sisi waumini wa leo, sisi yani hatuna hata gharama tunayolipa. Tunalipa kidogo sana. Tunaabudu kwa uhuru, tunaimba kwa uhuru, tunasifu kwa uhuru. Kuna watu hawana uhuru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuteswa kwa muda kidogo. Sasa angalia, muda kidogo, ndugu yangu, inaweza kuwa dakika moja, inaweza kuwa dakika 30, inaweza kuwa siku moja, inaweza kuwa wiki moja, inaweza kuwa mwezi mmoja, inaweza kuwa miezi mitatu, unaweza kuwa mwaka mmoja, inaweza kuwa miaka 5, inaweza kuwa miaka 10. Bwana Yesu asifiwe. So unajua, tunasoma tunasema mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12, yaani ni mateso kidogo. Hebu sema kidogo. Unajua kidogo ya Mungu sio ya kufumba na kufumbua. Mwingine anasema mbona mimi nimeombewa sana sijapona. Yaani unateswa bado kwa kitambo kidogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu ameparalyze miaka 10, ameparalyze miaka 5, amejifungia ndani, lakini huo ni muda wa kitambo kidogo. Yaani ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Eti leo anasema huyu fulani anacheza vibaya, anapiga step kushoto, yanaenda kulia. Kitu hayo ni mateso. Sasa hayo sikuyapotezea tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu analotuambia kwa habari ya maisha ya mwamini, mapito ya mwamini, kutengenezwa. Hebu sema tena, kutengenezwa. Sema tena, kutengenezwa. Anazungumza kwa habari ya kutengenezwa. Habari ya kutengenezwa. Habari ya kutengenezwa. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anakutengeneza unapopita katika hayo mateso, unapopita katika hiyo vita, unapopita katika hiyo jaribu. Mungu anakutengeneza. Jambo la 4, kuthibitishwa. Kuthibitishwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka mwanafunzi wa form 4 anapokea cheti cha form 4 ameshathibitishwa. Alithibitishwa alipoingia darasa la kwanza, akathibitishwa darasa la pili, akathibitishwa darasa la 4, darasa la 7, akathibitishwa form 2, akathibitishwa form 3, akathibitishwa form 4, akapokea cheti. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe tayari kuthibitishwa na Mungu. Mungu aseme kwamba huyu ndiye mtumishi wangu, huyu ndiye ninajivunia kuwa naye, ninaweza nikamshirikisha siri za ufalme, naye akatembea katika siri za ufalme. Wakati huo praise team tunasogea hapa mbele, na malizia kitu cha mwisho cha 5, kutiwa nguvu.
Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, kisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia, sema kwa sauti, na kuwatia nguvu. Hebu simama, sema nguvu. Sema tena nguvu. Waliotiwa nguvu na Bwana sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Washindi wamshangilie Bwana Yesu. Haleluya. 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 Sema jirani, hayo mapito unayopitia lazima uvumilie, unatengenezwa. Hayo mateso unayopitia ni ya kitambo kidogo, ni ya kitambo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe Kristo Yesu. Angalia na katika Ufunuo 3:21. Ufunuo 3:21 anasema neno hili. Anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Haleluya. Hebu sema tena, imani yenye matokeo. Imani yenye matokeo. Imani yenye matokeo. Usikubali kuitwa Mkristo kama hauoni mambo yanazaliwa katika jina la Yesu. Usikubali kuishi katika wokovu kama unaona huyo Yesu akusaidii. Hiyo biashara bora uiache tu bado asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ambacho nakutia moyo ni kwamba Yesu wetu ni mwaminifu.